ambao pengine wana sauti nyororo, kuna wembamba wenye sauti pana. Lakini kwa mfano, tuweke mfano halisi, labda hata ninyi wanawake si mfanani hata maumbile ya kimaumbile tu, si ndio? Mwanamke mwingine ana makalio makubwa, mwingine ana madogo, si ndio? Na wanaume anawatesa sana hayo. Sasa mimi wakati wote huwa ninasema kwamba mengine hata hayo yasitusumbue. Mto si mnaofahamu? Mto sio kwamba kule kunako kutoka maji. Mto wa nini sasa? Wa kwenye makochi, si ndio? Au wa kitandani ule ule. Mwanamke yeyote aliye mwembamba sana akiweka mto kwenye makalio, si ndio? Wakati shughuli inaendelea, ni sawa na wanaume mnisikilize vizuri. Ni sawa na mwanamke mwenye makalio makubwa. Anakuwa amejiongeza, si ndio? Hiyo ndio nataka niwaambie. Mimi sioni sababu ya mtu kumsaliti mke wake kwa sababu yoyote ile. Yaani sasa hivi kila kitu kinawezekana ili ujiongezee kitu kinachopungua kwako. Kwa nini tunakosa, tunaangamizwa kwa kukosa maarifa? Kwa hiyo sisi tunataka tuwafundishe watu yale mambo ambayo yangekuwa yanawezekana kuzuilika, lakini yanavunja ndoa nyingi. Yaani yanavunja ndoa lakini yangezuilika. Tuko pamoja mpaka hapo? Yanavunja ndoa nyingi lakini ambayo yangewezekana kuzuilika. Kwa hiyo hayo ndiyo tutakayokwenda nayo kwa siku hii ya leo. Tutaenda kwa vipande kidogo, lakini kwa ujumla kikubwa zaidi, wewe unayeandika au unayenisikiliza au unayenitazama, tunalenga kufundisha watu wajue tofauti zao ambazo zinafanya wasieleweke kwa wenza wao, na kuwafanya yale ambayo yangeweza kuzuilika yazuilike, ili ndoa nyingi zisivunjike. Na ndoa nyingi za Kristo sasa hivi, ndugu zangu wapendwa, zilishavunjika zilizo nyingi, ila kwa sababu wanaogopa kujulikana mbele ya watu wanaishi, lakini ndoa hakuna, kwa sababu wanaogopa kuivunja waziwazi. Lakini mateso na msuguano wa hali ya juu upo. Tunatamani kila anayetusikiliza na anayetuona ajue kabisa kwamba ndoa yake hiyo inawezekana. Pengine nataka nikwambie kwamba ulipoingia kwenye ndoa ulikuwa na mvuto fulani, na mvuto ule ukapungua. Au ulikuwa unampenda mwenza wako, lakini sasa unaona ni kama unaacha kumpenda. Inawezekana kumpenda tu katika haya ninayotaka kusema sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, mimi ninakumbuka wakati nikiwa mdogo, si ndivyo nilivyo leo. Niwaambie ukweli wenyewe. Yaani kama baba yangu angefufuka leo au mama yangu angefufuka leo, asingejua kabisa kwamba ndiye mimi. Lakini yale ambayo ninajitambua kwamba haya nina mapungufu, huwa ninajitahidi kukopa. Mbona watu wanakopa hela? Kwa nini tabia tusikope? Tunaelewana jamani? Nani hajawahi kukopa hela hapa? Hata kwenye simu. Kuna mtu hajawahi kukopa hela popote hapa? Hata kwenye simu. Si ndio? Tunakopa. Hata tunakopa misiba. Unakuta msiba umetokea, unasema huu msiba nitakujaga kusalimia, sitaenda leo. Nitapeleka hela niende nisalimie, si ndio? Unakuwa umeshakopa nini? Msiba. Hata tabia unaweza kukopa. Wangapi mnapenda tuzungumzie kidogo kujitambua, jinsi group lako lilivyo, la aina yako, kutokana na umbile lako na kutokana na mwonekano wako na jinsi ulivyozaliwa, ili ujue madhaifu yako upate kuyakwepa pale anapotakiwa kuyakwepa.